productivity, and it is through supporting farmers to be able to produce more. So tutaendelea namna hiyo na tutashirikiana hivyo. Wakulima wengi kwa sasa, kwa mfano wa mahindi, wanapata ekari magunia 7, 8. Hapo tunaweza kutoa 30 bags if we do it well. Vile vile nimeamurisha shirika la Agricultural Finance Corporation ambayo iko na ofisi hapa Bungoma. Tunawapatia pesa bilioni 10 ya kusaidia hao wakulima katika seasonal credit waweze kununua mbolea. So wale mko na mpango, mnaweza kupata. Kama huna pesa ya kutosha ya kununua mbolea, serikali tutakupatia nafasi ya kukopa hiyo pesa ili uweze increase our productivity, na tutakungoja pale ukiuza mahindi yako utalipa. Ala, kwani mlikuwa mnafikiri ati ni ya bure? Hakuna ya bure. So tutakutana mbele huko, tutalipana tukisonga, si ndio? Wakulima wa Bungoma walikuwa namba 4 Kenya kwa kutumia mbolea ya serikali ambayo tulipunguza gharama yake. Wakulima zaidi ya tulipatiana hapa magunia karibu 1300 ambayo ilifikia wakulima, lakini wakulima wote hawakupata. Mimi nataka wakulima mjikaze. Hamwezi kuendelea kutumia mfuko moja kwa eka 2, hapana, ama mfuko moja kwa eka 1, hapana. Tunataka tuongeze ili mupate magunia 25-30, kwa sababu hapa Bungoma we can actually get 30 bags, between 30 and 40 bags per acre katika Bungoma hapa. Lakini lazima mtumie magunia 2 ya kupanda na gunia 2 ya top dressing, na tutapata 30-35 bags. Sio kama tunaelewana? Kazi yangu itakuwa ni kuhakikisha kwamba tumeleta mbolea na tumepunguza gharama. Hapa Bungoma, my target, na nataka mnisikize vizuri, target ya Bungoma for next season, from 300,000 nataka 700,000 bags zitakuja hapa Bungoma. Na tumekubaliana na Makelo, gavana wenu, ya kwamba atasisukuma ifike karibu na wakulima. Ile ya Naitiri ipatikane Naitiri, si ndio? Ile ya Chwele ipatikane Chwele. Ile ingine ya huku Mungatsi ipelekwe Mungatsi. Sio kama tunaelewana? Na dunia hiyo yote tusambaze ifike almost every part. Na tumekubaliana hivyo Kakamega, tumekubaliana na Otuoma vile itafanyika kule Busia, tumekubaliana na Otijilo how it's going to happen in Vihiga, so that we can grow enough food. Ni mambo ya aibu jameni, ya kwamba miaka 50 baada ya uhuru bado tunaagiza chakula, na tunaagiza chakula ya nusu trilioni. $500 million is the money we spend to import food which we can grow locally. So mnaona hapo iko kasoro, so lazima turekebishe. So nawaomba wakulima wa hapa Bungoma, vile nawaomba wa Trans Nzoia, wa Kakamega. I must congratulate the farmers in Uasin Gishu and Trans Nzoia. Trans Nzoia na Uasin Gishu ndio zilikuwa county number 1 ya kutumia fertilizer na wanatulazalishia chakula ya kutosha, followed by Nakuru County na Bungoma, so that the 4 counties yenye ziko mbele. So tutashirikiana namna hiyo. Hii uwanja mnajua ilikuwa ni uwanja wa ndege, lakini sasa imekuwa ndani ya mji na haiwezi kuendelea kuwa kiwanja ya ndege. Tumekubaliana na hawa viongozi ya kwamba ndege kiwanja tutahamisha iende pale Matulo. Matulo si mbali, 15 minutes umefika. Ama namna gani? So kiwanja tunapeleka Matulo. Mimi nataka governor wetu anisaidie, enda uongeze 30 acres ijaye eka 100 na ufence. Ukifence na uongeze 30 acres, hii na surrender, tunafanya inakuwa town. Tunapanga maendeleo ya Bungoma hapa, expansion ya city, na tutasaidiana kwa kuplan hapa, iplan mzuri, na tuweke housing na tuweke mambo mzuri, wananchi wafaidike na huu uwanja. Watu wa Bungoma tunaelewana? Tunaelewana? Hii airport ni decommission, alafu
we will assist the county to replan this space so that we can use it for the expansion of Bungoma City. Iwe sasa inasonga ikielekea hatua ya kwenda mbele. Tutafanya mpango kama serikali tuondoe madeni ya sugar companies yetu 5 ya serikali ni bilioni 117, 117 billion, na ndio imekuwa kizuizi kikubwa ya investment yoyote katika kampuni zetu hizi. Kwanza ya hapa Nzoia ni nusu ya hiyo deni, it is 50 something billion, 53 billion ndio ya Nzoia. So nimepitisha kwenye baraza la mawaziri, Deputy President akisimamia, Musalia wakiwa pamoja, tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. Tumefikisha maneno sasa kwa Papa wa Roma na Ishungwa hapa na wabunge wetu hapa. Muharakishe hiyo maneno, tufutilie mbali ndio nisongeshe twende awamu ya pili. Tukisha maliza kufutilia mbali hiyo madeni, awamu yetu ya 3 sasa ni mpango, na tuko na mpango kamili ya kuhakikisha kwamba tutaweka pesa ya serikali kufanya ile crop production ya pale kwa nucleus estate. Nyinyi mtaendesha ingine huko mashambani na tutawasaidia. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane, at least awamu ya kwanza. Namba ya pili, zile factories ambazo ni kukuu, hiyo factory ni ya 1920. Tutahakikisha kwamba tutaweka pesa ya serikali together with the formula we will have katika kuweka machine mpya ya kusaga miwa hapo. Lakini hatuwezi kuendesha hiyo mambo kama serikali. We have to agree. Serikali hatuwezi kuendesha biashara. Tumejaribu, mara tunaleta milioni 500 inazama. Tunaleta bilioni 1 inazama. Tunaleta ingine. Si unajua sasa hiyo ni Waswahili wanasema, ama ni watu wa Kiingereza wanasema, doing the same thing over and over again and expecting different results is madness. Yani kufanya kitu unafanya, unarudia na unangojea matokeo tofauti, matokeo ni yale, hiyo ni kuwa mjinga na kuwa wazimu. Na sisi bana watu wazimu. So tunataka formula ambayo italete serikali na private sector tufanye pamoja ili kampuni ya Nzoia iweze kujisimamia na iweze kuwa biashara ambayo itafaidi wakulima na ifaidi taifa letu la Kenya. Na the formula is not very difficult. Si tuko na kampuni ya West Kenya hapo? Si tuko na kampuni ya Butali? Si tuko na kampuni ya Kibos? Mumesikia wako na madeni. How can the private mills be functioning profitably na mills ya serikali iko kwa madeni? There must be a management issue. So we will sort that out and we will agree on the formula that will take us forward. Kampuni yetu ya Nzoia hapa, kampuni ya Mumias, ile ya Sony, ile ya Miwani, ile ya Mohoroni, ile ya Chemelil, hizo kampuni zote tutahakikisha kwamba tumezipangia vizuri. And I want to promise you, this is the government that will sort out this sugar problem in this region. Nimetumwa na watu wa Kandui, Mheshimiwa Rais, chuo chetu cha Sangalo Institute of Science and Technology, one of the oldest institutions in this county. Tafadhali Mheshimiwa Rais, kesho tukipita kule, sema Sangalo Institute of Science and Technology is now a national polytechnic. Na sisi wote tutapiga vigelegele kabisa. 3, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais. 3, tunashukuru tena Mheshimiwa Rais. Chuo chetu cha Kibabi. Chuo chetu cha Kibabi kimeanzisha ile inaitwa School of Nursing. Pia tuna KMTC yetu iko hapa karibu na hospitali yetu hapa. Mheshimiwa Rais, naona waziri wetu wa afya yuko hapa, tumenongonezana kidogo. Serikali yako iweze kutusaidia to establish the School of Nursing at Kibabi University. Then we can work up with the KMTC and the County Referral Hospital so that we can have healthcare providers wakuwe trained hapa na tuweze kusonga mbele.
Mimi kama Secretary General of Ford Kenya pia, I want to assure you, we are going to work together with you. We are going to work together and strengthen Kenya Kwanza, ili wewe ufanye kazi kulingana na vile ulipatiwa haya mamlaka na Wakenya. Wenzetu wenye wanapaka saa hii, yule ambaye hajakubali ya kwamba Kenya ina president in the name of Dr. William Samoei Ruto, tafadhali uende ulize counselor akupitishe kwa counseling session, because it is until 10 years from now that we can have another president. We only have one president, and you'll agree with that. Within 1 year of you being in government, you have actually employed 55,000 teachers. What was the situation before? Before, we were employing 5,000 teachers every year, meaning in 5 years we would employ 50,000. But for you, in 1 year, you have employed 55,000. We want to believe if you go like that, by the time we do 5 years, we shall have bridged the gap between the disparities that we had in the class and the teachers that we wanted. Number two, I know for the teachers of Kenya, you have also helped us with the issue of promotion. There are teachers in job groups who had been there for more than 10 to 15 years. But recently, within your budget, you gave us 1 billion. And we are hoping when we go to the supplementary budget, you will add us what remained as 1.2 billion to achieve the promotions. But we are happy that recently you promoted 14,000 teachers. But again now, you have advertised 36,000 teachers for promotion. And then there's 5,000, which are courtesy of the 1 billion that you gave us in the budget, and therefore 41,000 teachers are going to be promoted.